wanawake wengi ndo wamekuwa adui zangu. Huyu baba kabla haja achia mahusiano yake hakukuwa na shida yoyote. Hata tukiwa bado hajaingia kwenye mitandao ya kijamii hakukuwa na shida yoyote. Lakini kile kitendo cha kusema huyu ni mke wangu, shida ilianza hapo. Wanawake wengi nimegombana nao, wamenitukana, wamenidhiaki, wengine wameenda mbali zaidi kwamba nimeamua kuwa na huyu mzee, yani kama soko mili liisha. Yani na maneno mengi ya kashfa ya kumfanya mtu ushindwe kujiamini. Lakini nachoshukuru Mungu, huyu baba hakuacha kuwa pamoja na mimi kwamba hii ni vita. Kwa sababu yeye alikuwa ni mchungaji, alikuwa anaweza kupiga na huduma yake kubwa. Unajua siku zote kwenye kila tatizo wanawake ndo wanakuwa wengi zaidi. Na hata kwenye huduma yake ya uchungaji wanawake walikuwa wengi zaidi ambao wanaweza akampigia simu muda wote, akapokea, akawasikiliza. Lakini ukishakuwa na familia huwezi kupigiwa simu saa 4. Huwezi kupigiwa simu saa 2. Maana yake wakati huo mimi natakiwa sasa ndo niwe karibu ya sasa baada ya kuona vile vita ikaanza. Na wengine wakaenda mbali zaidi kwamba sasa wanatamani kuwa naye. Sasa unatamani kuwa naye baada ya kuachia mtu. Mwanzo mbona ulikuwa unakataa? Lakini ndio nikagundua kwamba kumbe kitu kinakuwa cha thamani kikionekana matumizi yake. Lakini kabla ya hapo hawakumuona kwamba ni mwanaume anafaa. Kwa sababu na alivyoanza kwenye mambo ya uchungaji alikuwa anazungumzia sana masuala ya madawa ya kulevya ambayo yeye alipitia yakampelekea kuchelewa kuanza familia. Kwa hiyo wakawa wanamuona kwamba siku zote teja hawezi kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa sababu wakati mwingine wamenitukana, wameenda mbali zaidi kwamba yule mwanaume unajua amekunywa sana dawa hizi za ARV zikamletea maziwa. Hapo kidogo yamepungua, alikuwa makubwa yani chuchu konzi. Kwa hiyo akasema wewe unakuwa na mwanaume mwenyewe ana maziwa, yani uko sawa naye. Yani ni kama mmekaa wote wanawake. Yani ni kitu ambacho sasa ni kama fedhea. Wakati mimi nikikaa naye ni mwanaume ambaye ninajivunia na ninatembea kifua mbele kwamba nina baba kwa sababu naona kile anachonifanyia mimi. Lakini napenda tu niwaambie wa mama wengi ambao sasa hivi masuala ya mahusiano yamekuwa complicated sana. Kwamba ikitokea hata akapatikana mwanaume mwenye virusi vya ukimwi, akakuambia, akakueleza ile maisha anayoyaishi, usikatae kwa sababu sio wote wanaweza akakuambukiza au sio wote wanaweza akaja kwako akakuumiza. Madamu amekwambia ukweli, kubaliana naye, nyanyuka naye, nenda kwenye kituo anachochukua dawa. Kuna washauri wako pale wanashauri vizuri mno namna ya kuishi na kujenga familia.